Magharibi. Kwingineko, utamaduni wa ujenzi wa nyumba katika jamii ya Abagusi una mwongozo maalum. Aina ya nyumba zinazojengwa pamoja na idadi yake inajulikana na watu wa jamii hii. Mwanahabari wetu Duncan Bundi ameungana na wazee wa jamii hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo kutoka Nyamira. Jamii ya Abagusi ilikuwa na utamaduni maalum wa ujenzi wa nyumba. Nyumba ya Mkisii ilikuwa ni circular kwa sababu mfiringo ule alikuwa anatumia kamba, akiwa na kijiti katikati, anatumia kamba kuzungusha so that the posts are positioned in an equidistant manner. Kwa kawaida boma la jamii hiyo lingekuwa na nyumba 7, 5 zikiwa za wake na ambazo zilijengwa kwa kuzingatia mke husika ni wangapi kuolewa kwenye boma hilo, huku zikizingira zizi la ng'ombe. Mke wa kwanza, huu mlango unaitwa Egesaku, huu mlango uko upande wa kulia. Unaona? Sasa yule mke wa pili ndio mlango wake wa bweli unajengwa mkono wa kushoto. Unaona? Sasa tukitoka huyo, msichana wake akikuwa mkubwa aoleke, mzee anaoa mwanamke anaitwa Nyabweruguru, anajengea yeye upande ule mwingine wa zizi la ng'ombe. Akipata msichana hapo, anaenda kujengea mwingine sasa Nyabweri Mahate. Akijengea Nyabweri Mahate, huyo akipata mtoto wa kike akioleka, anajenga Nyageita. Huyu ni mke namba ngapi? Namba 5. Mwanaume Mkisii alitarajiwa kuwa na wake 5, wote hao wakiwa wamejengewa nyumba zenye miundo ya mviringo ambazo zilikuwa na kuta za udongo, paa zilizoezekwa kwa nyasi na kila nyumba ikiwa na milango miwili, mlango wa jamii na ule wa kawaida. Main door ni kuelekea mtoni, pale mto maji yanatoka. Manake mama alikuwa anakuja na maji direct, anaingia kwa nyumba yake. Akiingia ndani ya nyumba, upande wake kama ni mke wa kwanza, upande wake wa kushoto ndiko kuna zizi la ng'ombe. Unaona? Na zizini pale kuna mlango unaitwa mlango bweli. Na mlango ule ndio mlango wa heshima, ndio mlango mashemeji pia wanapitia hapo. Mlango wa wanajamii ulitumika tu na wageni, haswa wakwe walipozuru boma, huku ule wa kawaida ukitumika na wanafamilia, na ingekuwa ni mwiko kwa mkwe kutumia mlango wa kawaida. Mlango mwingine ya mama ilikuwa specifically for mama kupitia na familia yake ya ndani. Yes. Na mahali alikuwa akimwaga maji, akiosha vitu, akipitishia mboga, so ilikuwa inaitwa mshara maji also because alikuwa anaweza kusimama ndani kwa mlango amwage maji. Na ni tabu shemeji kupitia katika ule mlango ambao mama anamwagilia maji. Hata wanaume usipitie kwa huo mlango. Kule chumbani kulikuwa na sehemu 3, ikiwemo chumba cha kulala, jikoni na sebuleni ambalo liligawanwa katika sehemu 2 maalum kwa kutumia nguzo moja katikati mwa nyumba ile. Upande wa juu wa sebule ndiko walikoketi wakwe, huku wanajamii wakiketi sehemu ya chini ya sebule hiyo. Mashemeji wanakaa upande wa juu. Wenyeji wanakaa Mahate. Na hata hao wakikaa pale kuna positions zao. Namba 1, yule ambaye ako na mke mmoja atakaa karibu na mlango huko. Na wale ambao wanawake wengi wanakaa huko ndani kulingana na seniority. Yule senior kabisa ndiye anakaa huko kabisa. Huko kabisa ana wake wengi huko. Paa la nyumba hiyo liliezekwa kwa nyasi ama matete kwa wale ambao hawakumudu nyasi, paa lenyewe likiwa na kilele cha mti uliochongwa, yaani msonge. Kilele hiki kikivunjwa pale ambapo mzee mwenye boma hilo alipofariki, kuashiria kwamba nyumba hiyo sasa ni ya mjane. Hicho kijiti
kama bendera, it's like a banner kwamba boma hili lina mwenye kijiti hapa. Akifa hiyo bana inafunjwa, na sio na kila mtu. Anachaguliwa mwenye kufunja ile bana, na mwenye kufunja ibana pia ataombwa aangalie maslahi ya boma ya huyu mama ambaye amebaki hapa. Vilevile kulikuwa na nyumba ya mzee maarufu Egesa ambayo mzee wa boma hilo alijenga na kuishi baada ya mtoto wa kike wa mke wa kwanza kutimiza umri wa kwenda jandoni. Nyumba hii ilijengwa karibu na lango kuu mkabala na nyumba mbili za mwisho ambazo zilikuwa za watoto wa kiume, na sharti zote hizi zingekuwa karibu na lango kuu la boma ili kuweka ulinzi. Kulikuwa nyumba ya Egesa. Hii ni nyumba ya mzee. Na mzee alikuwa akikaa hapa, wakati mwingine alikuwa anakaa huku akikula na vijana wake. Anapelekewa chakula huku kutoka kwa mabibi zake na akikula na boys wake huko. Tena sasa kulikuwa na another type of house, na hii ilikuwa ni nyumba Esaiga. This is for boys. Sasa boys wakifika umri fulani kama miaka 2, 3, 5 hivi, wanatoka kwa nyumba ya mama wanaenda kukaa kwa Esaiga. Hapo wakikaa na Esaiga, na hii Esaiga ilikuwa inakuwa karibu na boma ili wasaidie mzee kuchunga ng'ombe. Egesa na Esaiga zilikuwa na mlango moja, which was different from ile ya mama ambayo inakuwa na milango 2. Egesarate ni moja wapo ya nyumba zile ambazo zilikuwa kwa boma. Si hata nyumba, yani ni pahali mzee anapata vijana wake wote, pahali anawahenzi na kuwaelezea itikadi na mila za jamii. Hapo ndio mafunzo ilikuwa inafanywa. Hapo ndio walikuwa wanaelezwa vile wanaenda kutafuta ng'ombe. Hapo ndio walikuwa wanaelezwa vile ya kupata bibi. Gesarate haikuwa karibu sana na nini, kwa sababu mambo ambayo yalikuwa yanafanywa huko ni ya wanaume. Pamoja na kuwa boot camp, pale watu wanafanyia training, ilikuwa pia a communal place. Qualify kukuja hapa, number 1 umetairiwa na pia umefika umri. Ukitoka huko sasa ndio unakuja Gesarate. Hii ni boot camp, hakuna watoto pale. Boma hili linatoa taswira kamili ya jinsi boma la Mkisii lilijengwa. Upande wa juu tukiwa na nyumba ya mmojawapo wa wake wa boma hili, huku karibu na lango la kuingia tukiwa na nyumba mbili, moja ikiwa ni ya vijana almaarufu Esaiga, upande wa chini tukiwa na nyumba ya mzee almaarufu Egesa. Nyumba zote hizi zikijengwa kwa umbo la mduara, kuta zao zikijengwa kwa kukandikwa udongo, huku paa zao zikijengwa kwa kuezekwa nyasi maalum. Kutoka kaunti ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Na mtazamaji, baada ya